Kwa majina mimi naitwa Karanja. Mimi ni MCA wa Naivasha East na pia mimi ndiye chairman wa trade katika county assembly ya Nakuru department assembly department ya trade. Kwa hivyo mimi kuna mambo ambayo nimeonelea ni muhimu tuyajadili leo kama watu wa Nakuru kwa sababu inatuhusu. Governor Lee Kinyanjui sasa DCS wa trade na Kenya ikiongozwa na president walitoka hapa wakaenda China. Katika department ambayo Governor Lee alipatiwe awe CS, ina department tatu ambazo ni muhimu. Kwanza ina department ya investment. Hii department ya investment ni pale ambapo unaweka investment zote za Kenya. Number 2 ina hii ya trade. Na number 3 ina ya industry, kuweka viwanda. Lakini wakati president wameenda China wakiwa na CS wake wa trade na investment ambaye ni Lee Kinyanjui, Kenya ilipatiwa investment worth 130 billion. Katika hizo investment zote worth 130 billion, kuna zile ambazo zilienda tukaambiwa ya kwamba Intercontinental na Hilton, hizo hoteli, ati kuna investors watakuja wawekeze hapo. Na kuwekeza kwa hiyo haisaidii wa Kenya. Ile kitu hiyo wale ambao ni mashareholder hao ndio watatajirika. Kwa hivyo hiyo ni private. Lakini kuna zile ambazo ziliguza Nakuru. Na wakati Governor Lee ambaye sasa ni CS alikuwa hapa kama governor, alikuwa anatuambia ya kwamba Nakuru as now a city is a business hub, an industrial hub. Na ndiposa tukaanza Mai Mahiu Industrial Park, tumezile ambazo za Joro ambazo tumeanza na zingine. Therefore, by the time Governor Lee alikuwa governor, he believed that Nakuru inaweza enda mbali. Na ndiposa akaanzisha, tulikuwa tujenge uwanja ya ndege pale na net. Tulikuwa tuanzishe hizo Industrial Park, Mai Mahiu na kadhalika. Lakini mimi nauliza Governor Lee, kwa nini ulisahau Nakuru? Wewe umeenda kama mtu wa kutia kidole. Ukaenda president ametarajia wewe uweke kidole. Kwa hizi 130 billion, mbona hukuona hata moja ikuje Nakuru? Moja tu hivi. Governor, moja ya kusaini. Kwa sababu ukiangalia hizo leasing za mikahawa, hizo ni private. Ukiangalia Kajiado yenyewe ilipata ya textile. Na unajua Nakuru ilikuwa na textile. Kwa hivyo hata kama ingepata hiyo ungesukuma nyingine isikuje upande wa Nakuru. Poultry, hii mambo ya ufugaji wa kuku, ungesukuma hiyo. Kwa hivyo mimi nauliza Governor Lee, mbona ulisahau Nakuru? Wewe ulienda tu upigwe picha na wa China, ukasahau ya kwamba ati ungetia kitu ya Nakuru. Mbona wewe ulitumika kwa wengine wapate? Hata Kiambu ilipata barabara. Sisi hakuna kitu tulipata. Hii barabara ya Lironi ilikuweko kwa sababu ilikuwa ya Italian. Kwa hivyo hiyo barabara ilikuweko. Na kwamba wewe Governor Lee ulienda China ukapigwa picha ama ulikula hiyo mavyakula ya wa China ukasahau ulitoka Nakuru? Kwa sababu huwezi sainia wengine, unaweka Eldoret mamilioni inaenda, unaweka Kajiado mamilioni inaenda, Kiambu mamilioni inaenda, hiyo Nairobi mamilioni inaenda, ukasahau tu na Nakuru. Hapa industrial park hapa Nakuru kuna hii industrial iko hapa. Unaona, ukeweka kitu ikuje huko. Tulikuwa na vitu vya textile ukipeleka hapa. Kwa hivyo mimi nauliza governor, kabla hizo vitu hazijekuwa section na bunge na kadhalika, si uweke kitu angalau ije Nakuru. Watu watakukumbuka na nini? Na unajua naambia ya kwamba unataka wewe pia ni candidate wa kiti ya governor. Sasa kama uwezi tafutia watu wakati uko China, sasa utatusaidia namna gani? Nakumbuka kuna wakati ulikuwa umeleta investors wakati ulikuwa governor. Sasa wao unapigwa picha na ambassadors, unapigwa picha na nani? Lakini ukiambiwa usaini, central government inakwambia tia sahihi, unasahau umetoka Nakuru. Unaona? Kwa hivyo tunaambia governor Lee ambaye sasa ni CS, kabla hizo pesa hazijatumika, ambia president akugawie. Otherwise sisi tutasema hapa wa Nakuru, wewe umekuwa tu part of the tourist. Yaani ulienda China kuzurura. Kwa sababu hakuna kitu imekuja Nakuru. Na kama umeenda umesaini hiyo na hakuna kitu hata moja imekuja Nakuru, then point blank wewe umekuwa tourist. Na kama ulikuwa wa kusaini, umetumika kusaini bila kukumbuka kwako. Hata mtu akienda, si kwanza unaangalia watoto yako. Uweze enda huko na usiangalia watoto yako. Watoto yako wako Nakuru. Kwa hivyo tunauliza CS Lee, angalia Nakuru
Kwa hizo pesa zote zilitoka China. Hakikisha wakati unaandika the final details, umeangalia fish market ile ulianza. Angalia hii uwanja ya ndege ulikuwa unatuambia juu yake. Sasa umeenda umepata investor, badala uwaambie kuna uwanja ya ndege ulikuwa unataka matajiri wao wanaruka nayo kutoka hapa Nakuru wakienda, umesahau na wewe ni mmoja wao. Ukasahau hiyo Njoro Industrial Park. Kwa hivyo hii tunakwambia kubuka Nakuru. Kama ukubuki Nakuru wakati uko kwa hii serikali, wakati unaendelea kwa kama Moses Kuria. Moses Kuria alituazurura na akatajirisha kwao. Wewe na wewe fanya kitu utajirisha. Mtu kwanza anaangalia kwake kabla hujaangalia Kajiado, kabla hujaangalia Nairobi. Angalia kwa hata president alisema akifanya mtu CS kwanza huyo mtu aangalie kwake ili aweze kuangalia Kenya. Kwa hivyo sisi tunakwambia ya kwamba hizo mabilioni ya China 130 lazima uhakikishe ya kwamba kuna mamilioni imekuja Nakuru. Kama sivyo hata hii kiti ya gavana utatafuta na nini kama huwezi leta kitu ambaye CSL kubuka Nakuru. Wewe ulikuwa umekuja hapa ukaanzisha mambo ya Pareto. Wewe ndio ulikuwa unafufua Pareto. Sasa umeenda China umesahau mambo ya Pareto. Kubuka hapa kulikuwa na Eveready. Kubuka hapa kulikuwa na viwanda hata vya chuma, zote zimesahaulika. Kabla uje kubuka mikahawa ya Intercontinental. Hawa watu wa Nakuru hata hawajui Intercontinental iko wapi. Sisi tunajua Pareto, sisi tunajua hii industry iko hapa. Kwa hivyo fufueni hata hizi za betri. Fufueni hiyo. Fertilizer ilikuwa hapa Nakuru. Kwa hivyo tunauliza wewe ni wa trade. Hakikisha ya kwamba kiwanda ya kutengeneza fertilizer imerudi Nakuru. Kwa hizo mabilioni hizo. Kwa sababu kama uwezi tusaidia na hizo bilioni, how will you expect ati wewe utasaidia kwa kitu kingine yote? Kwa hivyo angalia Nakuru kabla hizo pesa hazijatumia. Abia president hautaweka kidole sahihi ya mwisho kama Nakuru haina kitu. Mimi ningeuliza CSL. Kuna hii mambo ilikuwa ya Ngokeri pale na kwa sababu ulikuwa gavana unajua hiyo shamba ilikuwa pia iude an industrial hub. Si utatue hiyo mambo kwa sababu huko kwa central government na wewe president anakutrust. Kwa hivyo tunauliza tatua hiyo mambo ili watu wa pale Ngokeri hiyo industrial park ianze na mambo yaanze, na kwa sababu iko katika wizara yako. Sasa utakuja tena hapa uanze kulialia wakati umetoka na hata hatujui. Unajua kwa hii serikali mtu hajulikani atakaa kiasi gani. Unaweza kuwa tu hapo siku 3 alafu ungolewe kesho. No, nani anajua? Kwa hivyo wakati umepata chance hakikisha ya kwamba unasaidia watu wenu. Tafuta suluhu ya hiyo Ngokeri, hakikisha hiyo mambo ya industrial park ya Mai Mahiu na hiyo ya Njoro, hakikisha hiyo mambo yote umesuluhisha. Hujui utakuwa wapi? Maybe by December utakuwa na cabinet reshuffle. Hii mambo ya Matiang'i imeleta mambo mengi na watu wanajua ya kwamba wewe vile president Uhuru alikuwa anasema ilisemekana nyinyi ni watu yake na sasa Uhuru mtu yake ni Matiang'i. Kwa hivyo hujui utakaa hapo siku ngapi. Wewe tusaidie wakati huko. Kuna sell by date. Na pengine hiyo sell by date hujui kama ni wiki ijayo. Unajua wewe CS. Wewe ukiongea watu wanafurahia. Watu wanapenda uso yako. Kwa hivyo wakati umeenda China tunakuona na ambassadors, tunakuona na investors. Hawa investors kwa sababu kila wakati tumeona umewatuma kwa Facebook. Wewe ukiwa umesimama hapo. Kwa hivyo hii tunakuuliza usiwe kazi yako ni kupigwa picha. Ati unapigwa picha na ambassador na wazungu. Kwa sababu wewe si brand. Ati wewe ndio unauza Kenya in terms of tourism. Sisi tunataka hao watu uambie, hao wazungu uambie kwamba umetoka Nakuru na uambie kwamba kuna opportunity ya investment because Nakuru is a capital city.